sifa, umetupa sifa, baraka na ushindi. Tunaamini tumefunguliwa na tumebarikiwa. Tunakwenda kuingia kwenye somo letu la pili la namna ambavyo tunatakiwa kukaa ili tuweze kubarikiwa. Wacha hili neno pia likatupe mwongozo mzuri na Roho wako kazidi kutuongoza ili tutakapofika tamati sifa zote na utukufu na heshima na ibada zikurudie. Ninakuomba Bwana, ninapotumika kwa madhabahu kwa mara ya pili, itumie kama upendavyo wewe. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Pe Bwana sadaka makofi mazuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Chukua kiti chako sasa uketi. Chukua Bible. Kama huna wewe ni mgeni, soma ya jirani. Lakini kama ni mwenyeji usijaribu kusoma ya jirani. Ni kosa la jinai. Haleluya. Basi ujumbe wetu wa pili ni ujumbe wa baraka sana. Bwana Yesu asifiwe. Unasema ukitaka kufanikiwa fanana na mwanamke wa Sarepta. Ukitaka kufanikiwa fanana na mwanamke wa Sarepta. Haleluya. Kufanana na mwanamke si kumaanisha kwamba ninahubiria wanawake peke yake. Tunaongea mpaka kwa upande wa wanaume ili uweze kubarikiwa. Huyu mwanamke wa Sarepta ni mwanamke alikuwa amebarikiwa sana. Sasa ukitaka kubarikiwa, unajua tumekuwa na desturi, watu wakitaka kubarikiwa lazima waende kanisani, waombewe na mchungaji, wawekelewe mikono, lakini unadanganywa. Sisi mchungaji kukuwekelea mikono, kuna mambo mbili yanatendeka. One ni kuweka signature kwamba hilo limepitishwa. Two, tunakuwekelea mkono tukicommand spirit fulani ambayo iko ndani yako ifanye nini? Ikuachilie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anayebariki ni Mungu. Sisi tunatumika kama mabalozi. Bwana Yesu asifiwe. Messengers. Tunaleta habari kwamba Bwana amesema atawabariki. Na ukilipokea Mungu anabariki, sio mchungaji anabariki, ni Mungu anayebariki. Lakini sisi ni ujumbe tunaleta kama messenger. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Hebu muulize, kama umekaa na mtu muulize, hizi sifa za wewe mwanamke unazo wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu najua kila mtu ana Biblia, si ndio? Na hii Biblia huwezi soma. Sasa nataka tukamwangalie huyu mwanamke wa Sarepta. Haleluya. Kwanza Sarepta ulikuwa ni mji. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ninakusaidia, najaribu nikufafanue kwa sababu usomangi Biblia. Na uko nayo, lakini ufanye nini? Unabebanga tu kama novo. Unaenda wapi? Church. Alafu ukiambiwa chenye kiko hapo ndani haujui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu wale hapa mmekaa kama uko hapa kanisani na miaka 2-3 kwenda juu, miaka 2-3 kwenda juu, nyosha mkono. Miaka 2-3. Sasa wanaogopa kunyosha. Tunyoshe tu. Nimewaona. Nipe verse moja ya Biblia. Acts na Matendo ya Mitume. Hallelujah. Yesu akalila kwanza kizungu inamaliza. Hiyo tu ndio umeshika. Wewe Joshua nipe moja. Kristus ni mhubiri. Furahia wewe na kweli unafurahia. Wewe nipe verse moja. Mhubiri. Wewe nipe verse moja. 43 nasemaje? 19. Sawa ya kale sasa imekuwa Fei. Shalom. Nipe verse moja. Proverbs ni sabuni, ni methali. Sasa tujue kizungu. Trust the Lord. Unajua maana yake? Amesema juu eti amini Mungu. Alafu usitegemee mawazo yako. Nani mwingine na Sabina? Nipe verse moja ya Biblia. Wewe unaona umesoma kwa simu. Inasema nipe moja.
Desi, fasi moja. Jesus wewe. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Ni vizuri wakati unakuwa na Biblia, jaribu kusoma, uwe nafasi hata 2-3 za. Niliwaambia wale niliwafundisha kuhusu kuomba. Huwezi omba ukapigana vita na adui kama hauna nafasi za Biblia. Na huwezi omba baraka kutoka kwa Mungu kama hauna nafasi za Biblia. Lazima ukiomba, Baba nibariki, muambie kuhusu neno lako. Linasema hivi kwenye kitabu fulani. Ulisema utaibariki kazi ya mikono yangu. Bariki kazi ya mikono yangu. Unamwambia kitabu cha Biblia kwenye kitabu fulani mstari fulani. Ulisema utabariki kazi ya mikono yangu. Haleluya. Bwana ulisema utabariki uzao wa tumbo langu. Unasoma Biblia alafu unamwambia kumbuka watoto wangu. Haleluya. Sasa unasema tu unaenda kupigana vita, unasema fanya natuma moto. Ukiambiwa soma fasi moja kutupa hiyo moto, hakuna. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa kwa sababu muda umebaki, nataka tuangalie huyu mwanamke anaitwa Sarepta. Kwanza Sarepta ulikuwa ni mji mdogo uliokuwepo nje kidogo ya nchi ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Katika taifa la Lebanon. Unajua haya mataifa vile mnasikia yanaitwa Israeli, Lebanoni, ni hayo yanatajwa wapi? Yanatajwa kwenye Biblia. Hata huko Iraki tu bado hiyo Iraki tu kwa Biblia. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa katika Biblia tunasoma kipindi cha nabii mmoja alikuwa anaitwa Elia. Amen. Na huyu Elia alifunga mbingu miaka ngapi? Miaka 3.5. Maana kufunga mbingu aliisimamisha mvua. Akasema kama mimi ni mtumishi wa Mungu, hii mvua haitakunya miaka 3.5. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu naulizanga huyu Mungu alifunga, Elia alimuomba akafunga mvua. Mbona siku hizi sisi hatuwezi tukamtumia? Bwana Yesu asifiwe. Hebu muulize mtu hata mvua tu, ulishifunga hata kusimisi. Ukasema nimefunga sitasimisi kwa jina la Yesu. Wacha hata hiyo mvua. Anasema nitaifunga mvua miaka 3.5 kwa neno la Bwana. Na akaongozwa ende, wakati alifunga baada ya Elia kufunga mvua, aliongozwa ende katika huu mji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamuongoza katika mji huo wa Sarepta, ambako kulikuwepo na mwanamke ambaye Bwana alikuwa amemwandaa ili amlishe. Sasa nisikilize tu, nitoke nje ya topic kidogo lakini inafanana. Nirudi pale kwa manabii. Nabii wa kweli akiwa na ujumbe kukuhusu lazima awe na suluhisho. Sio kama unanielewa. Na nabii anayetoa unabii wa kweli lazima Mungu ampe kitu kinaitwa direction. Sio uniambie umetoka Marakwet, Mungu amekutuma kwa rais Ikulu, alafu uje ulale barabara ya State House Road. Mungu anataka kufikishia rais ujumbe. Haiwe. Mungu akujange namna hiyo. Mungu akinituma kwa president sahi, atanipea na formula ya namna gani nitaenda. Ataniunganisha na mtu mwenye atafanya nifikie nani? President. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana hata wakati wa mtumishi wa Mungu alipokuja Elia alipokuja kuirudisha mvua, alikutana na nani? Na Obadia wakiwa wanatembea. Akamwambia Obadia, sasa nakutuma enda kwa mkubwa wako, mwambie nimekuja. Obadia akamwambia nikienda alafu ujisapie nije ni uawe. Akamwambia bwana nenda, nitakungoja hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yeye amesema hii mvua haitakunya miaka 3.5 kwa jina la Bwana. Ama kwa neno la Bwana. Aliposema namna hiyo, akaondoka. Alipoondoka, unataka kuniambia kuna vile walikuwa wameshaongea na Mungu. Mungu akamwambia enda funge mvua. Ni kikao walikuwa wamekaa chini. Sio kikao. Lakini kwa sababu anamtumikia Mungu, Mungu anaheshimu ile mafuta aliyoweka ndani ya Elia. Ndio maana amesema hii mvua nimeisimamisha miaka 3.5. Alafu alipoondoka, Mungu akamtuma kwa huyo mwanamke. Na huyo mwanamke alikuwa anaishi katika hicho kijiji, mwanamke mjane. Akamwambia sasa, juu hii mvua haitanyesha miaka 3.5 na sitaki ukufe, enda kwa huyo mwanamke. Akaenda kaka kwa yule mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akamtunza na akamlisha. Mimi nashangaa hapa niko nao wengi, huyo alikuwa mmoja, wako wengi na wacha nifikishe hapo. Haleluya. Unajua Mungu
Wakati Elia alienda kajificha, Mungu alishukisha mana. Mana ni mkate, nyama, ugali, na zilikuwa zinaletwa na kunguru. Jamaa akakula na akawekewa kijito ya maji hapo, akulange polepole. Alafu Mungu akamwambia, sasa wakati wa kuileta mvua umefanya nini? Umefika, nataka utoke uende mjini. Mungu lazima mnakuanga na communication, lazima akupe njia, lazima akupe muongozo. Kama wewe ni nabii wa kweli, lazima uwe na muongozo wa Roho Mtakatifu. Nimeona tumbo yako iko na shida, kuna roho imekuataki, lazima niwe na nguvu ya kutoa hiyo roho. Siwezi kuwa mimi daktari wa kuona ugonjwa alafu siwezi nikakupea dawa za kukutibu. Ndio maana unaona watu kwa makanisa wanahangaika, wanatabiliwa kitu chenye. Kuna nyinyi wa mama zingine mwache kama mmelogwa. Ukisema alafu unarudi pale pale, na hata ukishatabiriwa hakuna kitu kinabadilika kwako. Saa nyingine mwache kujifanya eti ni sijui ni ndio napendanga ibada imejaa wanaume wengi. Yule mwanaume anakusikilizanga kwanza, anakutesti kama huko kweli uko na Mungu. Akisikia uko na Mungu atakaa hapo. Wanaume wapepo na upepo vipi? Haleluya. Na mwanaume kumwambia kitambo jazo ama anguke, labda umpige karisubu kidogo. Haleluya. Na simaanishi eti mtu lazima anguke ndio afunguliwe. Ninataka kukufundisha mtu kuwa na kitu kinaitwa msimamo wa imani. Haleluya. Na mwelekeo wa Roho Mtakatifu. Basi mtawajua kwa matendo yao. Wewe unaenda kwa nabii, unajua matendo hiyo nabii. Nabii anakupea chakula na hakufundishi namna kukipata hicho chakula. Unanielewa? Kesho kama hayuko takula njaa. Lakini kuna nabii wa kweli anakuja na kukemea kwanza, anakutengenezea misingi, alafu anakuonyesha namna kutafuta njia, alafu anaacha kama amekutengeneza. Kwa hivyo hata akiondoka utajua namna ya kujipeleka. Unajua ama nabii feki wa siku hizi wanakuachanga umehangi, alafu kesho urudi wapi? Kanisa. Ndio ukikuja na kwambia tena, ninaona within 3 Sundays Mungu kuna kitu anafanya. Kwa hivyo hizo 3 Sundays utakuwa wapi? Utakuwa unaenda. Alafu zikisha 3 Sundays nakwambia, ninaona within hii mwaka ikienda kuisha kuna jambo kubwa, lakini sasa shida hauko kwa mikono yangu. Sasa yani anatafuta njia akuteke ndio uabudu wapi? Si mtu atekwe na neno la Mungu. Siwe mateka wa neno la Mungu. Usikie tu leo nasikia kwenda kanisani kwa sababu ya kusikia tu neno. Sasa huyu mwanamke tunaona Mungu angeweza kumlisha Elia na chakula vile alimlisha wakati amekaa pale. Si alikuwa na huo uwezo kabisa. Mungu alikuwa na huo uwezo wa kupatia Elia, hata sitaki nikutumie mtu, ninataka ukae mahali nikulishe tu vile ulienda kujificha pale. Lakini kwa nini Mungu anamtumia mwanamke? Haleluya. Nisikilize nikwambie kitu. Mungu anaweza toa mtu wa Amerika akamleta hapa Kenya kwa sababu ya wewe peke yako. Alafu anapomleta anafanya njia ya wewe kukutana na huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na mkikutana na huyo mtu, life yako ina change. Asikudanganye mtu yoyote. Mungu hawezi kukubadilisha kama hajakuinulia mtu wa kukufanya ubadilike. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Wacha mimi sasa hivi vile niko hivi, kuna level nikitaka kwenda lazima niwe na mtu ana mafuta ya juu sana, anishike mkono, anifanye nini? Aniinue zaidi. Kwa hivyo Mungu akitaka kukubariki lazima akutumie mtu. Hakuna siku Mungu atakubariki kama hajakuinulia mtu. Na kwenye Yohana anasema anaweza kujipatia sifa kwa mambo mabaya na anaweza kujipatia sifa kwa mambo mazuri. Inategemea unatembeaje na Kristo na umemchukua Yesu kama nani kwenye maisha yako. Tuangalie kwenye kile kitabu cha Wafalme wa kwanza ile 17. Msomaji wetu atufungulie pale. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia namna ambavyo Mungu alitumia, kwa sababu kuna wakati nikiwa nasoma neno nilijiuliza, kwa nini wakati wa kwanza Mungu anatumia kunguru kumlisha Elia, alafu mara ya pili anatumia mtu wa kumlisha Elia, alafu taifa zima limejaa kiangazi, limejaa njaa, limejaa ukame, alafu anamuinulia mtu anamlisha. Nikajifunza kitu kwamba wakati hali imekuwa mbaya, wakati mambo yamekuwa mazito, kama unatembea vizuri na Mungu, huwa anakuinulia mtu katikati ya hayo mabaya, mwenye atakushika mkono na kuongoza kule unakokwenda.
Tusomee mstari wa 4. Utakuwa maji kutoka kile kijito. Nami nimeagiza kunguru wa kulishe huko. Hivyo akafanya kile alichoambiwa na Bwana. Akaenda katika kijito cha Kerithi. Mashariki ya Yordani. Na akakaa huko. Kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni. Sasa imagine kunguru anamletea nyama na mkate. Sasa Biblia haijafafanua ni mkate chapati ama ni mkate hii ya dukani, lakini ilikuwa inamletea nyama na mkate. Swali najiulizanga, nani alipika? Huko nyuko na machief chef. Lakini ukirudi kwa somo la kwanza, kama uko rohoni, Yesu anasema mimi ndio mkate wa uzima. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo anapopewa ile mkate na nyama, haleluya, si kumaanisha mbinguni kuna wapishi. Lile ni neno la Mungu linaumba. Mungu ana uwezo wa kuamrisha chochote kikawa chochote kwa wakati wote na saa yoyote na dakika yote na kikawa chochote anachokitaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kukubadilisha wewe mtu ambaye ni wa maana ni sekunde moja. Kama anaweza akatuma kunguru, na kunguru ni wale hawawezi kuona nyama waache, wanakula. Kunguru anabeba nyama na anabeba mkate. Enda nunua nyama weka hapo kwenu kama kuna kunguru. Itakuonyesha mahali pa kuweka. Nini kilitokea? Mkate na nyama jioni. Naye akanywa maji kutoka kwa kile kijito. Ndio. Baada ya muda kile kijito kikakauka kwa sababu mvua haikuwa imenyesha katika nchi. Kisha neno la Bwana likamjia kusema, likamwambia, ondoka uende Sarepta ya Sidoni na ukae huko. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba Mungu akikuweka mahali aone hapo mahali chenye ulikuwa unafanya labda wakati wako umeisha ama hautasaidika vizuri, atakuinua tena kukutoa hapo akupeleke sehemu nyingine. Lakini unabii na utendakazi unabadilika. Mwanzoni ametuma kunguru, wamempelekea nyama na mkate, lakini mara ya pili anamwagiza aende wapi? Sarepta. Bwana Yesu apewe sifa. Nini kiko huko? Ondoka uende Sarepta ya Sidoni na ukae huko. Nimemwagiza mjane katika sehemu ile akupatie chakula. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maanake Mungu akikutuma mahali anakuanga ameandaa mtu. Amen. Na anakuwa ameshampatia taarifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anakuwa ameshampatia taarifa kwamba kuna mtu ninamleta. Nilishafundisha kuhusu yale maono. Petro aliona sahani imetoka juu imejaa nyama. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa amka ule, akasema ni najisi. Akaambiwa vitu zilizotoka kwa Mungu sio nini? Halafu baadaye akasikia anatafutwa. Kumbe alikuwa anapewa habari za watu wa kabila tofauti na kabila yake. Unanielewa eh? Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anaweza akakuinua kutoka utukufu kwenda utukufu mwingine, lakini atatumia njia tofauti. Hatatumia njia kama ile ya mwanzoni. Tuaseme amina. Amen. Tumpe Yesu sadaka ya makofi mazuri kama tunasikiliza. Haleluya. Hebu soma mwanangu. Hivyo akaenda Sarepta. Alipofika kwenye lango la mji, ndio mjane alikuwa akiokota kuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia mazingira yule mwanamke anakutwa nayo na Elia. Na kabla hatujafikia hapo, tuangalie huyu mwanamke wa Sarepta alikuwa na tabia ya kipekee ambayo kupitia hiyo tunafaa tujifunze kitu kwake leo. Hiyo tabia ya huyu mwanamke ndio nataka tujifunze leo kwenye haya mafundisho. Ni tabia gani huyu mwanamke alikuwa nayo? Je, kanisa la leo liko na hii tabia? Wazee wa mama wa leo, vijana ambao tuko kanisani tumeokoka, tumepokea Yesu, tuko na hii tabia ya huyu mwanamke? Bwana Yesu asifiwe. Hebu kama umekana mtu muulize hii tabia ya huyu mama uko nayo? Akamwita na kumwambia. Ngoja kidogo. Nataka kwanza sijasikia wakiulizana. Hebu muulize unafanana na huyu mwanamke ambaye tunaambiwa habari zake maana unamjua? Inaweza kuwa mambo yako hayaendi. Bwana Yesu asifiwe. Na kila unalolifanya limekuwa na ugumu na uzito wake.
Bwana Yesu asifiwe. Ulishafika mahali ukasikia umefika mwisho kabisa. Unasikia hapa ninahitaji Mungu. Haleluya. Lakini tatizo ambalo linanichanganyanga sana, sijui mimi niko tofauti na watu wengine. Watu wengi wakiwa kwa shida sana ndio wanakumbukanga Mungu. Si ni ukweli? Ni ukweli ama ni uongo? Lakini mimi niko tofauti. Wakati hata niko kwa shida hata siopaki. Lakini wakati pesa imeonekana, mpaka najazwa rika baganda riba shanda. Wewe ukiombanga wakati shida imekupiga ukiomba, mimi ninaombaka wakati na hivyo ndio inatakikana. Anasema shukuruni kwa kila jambo, hata wakati wa dhiki, hata wakati wa kilio, mshukuru Mungu. Wewe unaweza kushukuru Mungu. Imagine haujakula siku 3 na hauko fast, unamwambia Baba asante kwa sababu ya kunipatia chakula hizi siku 3. Glory be to God. Hallelujah. Mtu anakutukana, alafu anaenda kwa nyumba ama anakuboka ama anakunyang'anya mali. Unamwambia Bwana, libarikiwe jina lako. Nani yule mtu amenipiga Bwana? Msamehe na mbariki Mungu kwa sababu muona utukufu wako. Nimeona namna ulivyomshughulikia. Nimeona namna ambavyo unanipenda. Yeye na amekupiga. Unaweza kumbia maombi? Hallelujah. Hebu tusomee mwanangu. Ndio maana nakwambia tunafaa tuokoke tena. Wewe kila tunaua. Tukupanga liona juzi pasta mwingine anavunja nyungu kubwa. Hiyo nyungu inatoshana na drum. Mevaa nguo za mazishi kwenye usi. Alafu ako kwa makutano ya barabara. Wamekata makaratasi wameweka huko ndani, wanaua maadui. Hivi wewe kama si ng'ombe ya mtu. Yesu mwenyewe hakumuua shetani. Wewe unataka kuua adui? Adui amepewa hata chance pili. Hata wachawi. Sasa ngoja nikuulize, mtu kama Apostle Ng'ang'a wangemuua. Sasa hata tungekuwa na mahali pa kupumulia. Lakini walimwacha amefanya vituko wanawake, ameiba, amepiga watu marisasi. Alafu leo ndio anatusaidia hata tunapenya kwa injili. Akisimama naona penye serikali nyinyi achana na kanisa. Akisimama hivyo anasema mimi nitawatumia hiyo ndege ilipuke. Na zina ilipuka hizo ndege. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie kitu. Alafu nimekumbuka. Unajua mimi ni mtafsiri sana. Unapoongea kitu kwenye kinywa chako, chunga hicho kitu unachokiongea. Maana siku zinakuja kitatokea. Kitafanya nini? Kuna wakati huyu kijana anaitwa Sifuna na mwenzake senator sijui wa wapi walisema wao watapanda ndege. Heri waende na gari, ama wakipanda ndege lazima mtoto wa rais akue wapi? Unajua unajitabiria kifo. Huyo senator mmoja alikuwa naye, si ndo ndege yake imecrash hapa juzi hapa Nelson Mandela, sijui Nelson Mandela. Wapi hii? Wilson. Sio ndege ndio huyo senator alikuwa ingie na ika crash. Ni nini? Sasa hapo watu hawaelewi, washasahau yale maneno ya juu. Biblia inasema kumbuka ni wapi uliangukia, uende usimame. Yale maneno waliongea wakasema tutapanda ndege maana watatua kwa ndege. Hicho kitu ndio kimetokea. Chunga sana ulimi wako wakati unaongea. Maana ulimi ama maneno yanaumba. Ulimi ama maneno yanafanya nini? Siku moja nitakupea ka story nikiwa mzee. Nitakupea ka story. Kiwa mzee, nitakuja kukupea ka story. Mwanangu soma. Akamwita na kumwambia. Naomba uniletee maji kidogo. Hebu anza vizuri. Hivyo akaenda Sarepta. Alipofika kwenye lango la mji. Ndio. Mjane alikuwa akiokota kuni. Akamwita na kumwambia. Naomba uniletee. Yaani Elia akamwita ule mama, akamwambia, "Ninaomba uniletee nini? Maji kidogo kwenye gudulia. Unajua kuna watu wajui gudulia. Gudulia ni nini? Ngoja. Form 4 failures. Gudulia, watoto wa CBC, gudulia ni nini? Hata wa CBC hawajui. Hao ni kutukula tu. Hao wanajua kupika. Gudulia ni nini watoto wa CBC? Hata wenyewe. One failure form 4. Gudulia tulisoma nini? Unajua shuleni mimi nilikuwa msumimi. Nilikuwa nasaidia mwalimu. Mwalimu akiandika ache deshi, nilikuwa nachukua maneno na kusaidia kuunganisha. Messi alikuwa anakosea kidogo. Sasa mimi nilisoma nikamaliza. Ni kikombe gani? Unajua hiki kitu nakuuliza nini? Niliwaambia yule maswali niliulizwa na mtu hapa siku ile. Na huyu jamaa alikuwa mlevi.
Na nikashangaa sana, huyo jamaa alikuwa master, alikuwa na master ya theology na ni mlevi. Hapa tu walinisimamisha wakiwa majamaa, alikuwa jamaa Mkisii. Wakanihoji swali, "Pastor, jina la Mungu ni nani?" Tunasikia bwana pastor hapa, tuambie jina ya Mungu. Mungu anaitwa nani? Utamwambiaje na wanajua umeokoka? Kwanza nikawakoroga nijue wao wanajua Mungu anaitwa nani. Kumbe watu wengi wakisoma theology wanaambiwa Mungu anaitwa Niko ambaye hilo lilikuwa ni jina la kutumana. Nenda kamwambia Niko ambaye Niko, haikuwa jina la Mungu. Hata hujui jina la Mungu. Nitakupa hiyo jina siku nitakuwa mzee. Wale walikuwa kwa hiyo mafundisho, si niliwapea jina? Na hata sasa nikiwauliza hamkumbuki. Tuambie. Bwana Yesu asifiwe. Nikawaambia wale, nikawaambia Niko ambaye Niko sio jina la Mungu. Nikawafungulia maandiko, nikawaelezea. Nenda usome kitabu cha Wafilipi utamjua. Nikawasomea kitabu cha Wafilipi, nikawaambia jina la Mungu. Wakaniambia, "Pastor, tumeamini wewe ni pastor. Tumeuliza watu wengi hawajatupea jibu. Sasa na wewe Gudila ni nini?" Rudi hapo kwa Gudila. Hata yashapotea. Mstari wa 10. Akaenda Sarepta. Alipofika kwenye lango la mji, mjane alikuwa akiokota kuni. Ndio. Akamwita na kumwambia. Akamwambiaje? "Naomba uniletee maji kidogo kwenye gudulia." Kwenye gudulia. Gudulia ni zile tule tunyungu. Gudulia ni nyungu. Soma wakati Danieli anaenda anaambia chukua gudula uende uvunje, ni nyungu, kale kanyungu kanabebanga maji. Ili nimekusaidia na sadaka iongezeke. Ili niweze kunywa. Ndio. Alipofika. Alipokuwa anakwenda kumletea, akamwita akasema, "Tafadhali niletee hapa kipande cha mkate." Ndio. Mstari wa 12. Akamjibu, "Hakika kama Bwana wako aishivyo, sina mkate wowote isipokuwa konzi ya unga kwenye gudulia na mafuta kidogo kwenye chupa. Ninakusanya kuni chache nipeleke nyumbani na nikapike chakula kwa ajili yangu na mwanangu, ili kwamba tule kisha tukafe." Mstari wa 13. Ndio. Elia akamwambia, "Usiogope, nenda nyumbani ukafanye kama ulivyosema, lakini kwanza nitengenezea mimi mkate mdogo kutoka vile ulivyo, navyo kisha uniletee, na ndipo utayarishe chochote kwa ajili yako na mwanao, kwa kuwa hivi ndivyo asemavyo Bwana Mungu wa Israeli, lile gudulia la unga, ile nyungu ya unga Halitakwisha. Wala ile chupa ya mafuta haitakauka. Hadi ile siku Bwana atakapoleta mvua katika nchi. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Sasa nisikie. Kama unapitia hali yoyote ngumu, hali ya mateso, umeomba, umeombewa, umefunga, Bwana Yesu apewe sifa, na haujapata majibu, wacha kukimbilia kwenda kuombewa. Fanya kama huyu mwanamke alichokifanya. Utaona njia zako zitafunguliwa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Utaona Mungu atafungua njia. Hii ilikuwa ni riski. Aliriski. Akamwambia, "Ninaokota kuni chache." Yaani nasema naokota kuni moja. Niende nipike nile mimi na mtoto wangu na tufe. Akamwambia, "Sikiliza. Enda ufanye hivi ulivyokusudia, lakini niletee mimi kwanza nile, kwa sababu Bwana anasema gudula lako halitapungua unga, wala chupa yako ya mafuta haitaisha mafuta." Mama akaenda akafanya hivyo. Akaleta, akampatia mtumishi wa Mungu mkate na maji. Jamaa akakula. Mama kila jioni anachota mafuta inaongezeka. Anachota unga inaongezeka. Imagine kwa ile kopo yako unachota unga, unakuta tena mahali uliacha iko hivyo. Baba. Unaenda kutoa mafuta unakuta iko hivyo hivyo. Mpaka miaka 3.5 ikaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mvua ilikuja, chakula kikakuja, ile neema ikakatika. Pastor, nimehangaika. Pastor, nimeomba Mungu. Pastor, nimefunga. Tafuta kufanya kama alivyofanya huyo mwanamke. Utaona njia zako zitafunguka namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Ali sacrifice.
uhai wake, maisha yake kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Kajua kama ni Mungu huyu kweli, wacha nimbebe huyu Mungu. Ndio maana pale mwanzoni nimekuuliza, unamchukuliaje Yesu wako? Unambebaje huyo Yesu? Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Huyo Yesu wako unamchukuliaje? Huyu mama alipomuona nabii, angalia huyu mama na uangalie Petro. Namna Petro alipokea Yesu mara ya kwanza na namna huyu mama anampokea nabii mara ya kwanza ni vitu viwili tofauti. Huyu mama anampokea nabii kama nabii, anajua huyu anachokisema habahatishi, hakika huyu haikosi ametumwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Petro anapoambiwa kashushe nyavu, anamwambia tumeshinda usiku kucha. Kauli yake ilikuwa na ule jamaa alikuwa breka Bethsaida, anaambiwa unataka nini? Anamwambia Yesu, sina mtu wa kunichukua. Yaani simple, unataka nini? Badala mwambie Yesu, nataka ukupona. Sina mtu wa kunichukua, anipeleke. Na hii ndio shida mkono wa Kristo. Ukija hapa, unataka nini mwanangu? Kwanza pastor, shida zangu ni nyingi sana. Sijui nianze wapi na nimalizie wapi. Sasa tayari ulishanikata. Namna hata nitakuombea na nitakuencourage. Ama namna ambavyo nitakushauri. Kwa sababu tayari umeshaniambia shida ni nyingi na sijui uanze wapi. Na mimi ukikuja, uanze wapi basi nakwambia tuanze kwa maandiko. Haleluya. Tumekesha usiku kucha hatujapata kitu. Huyu mwanamke alipoambiwa tuna Elia, akamwambia okay, man of God, wacha nikuje. Haleluya. Na wewe imagine wewe unakula ugali na omena hapo. Na ujui pasta yako kama amekula ama analalanga njaa. Hapo kukuja pasta unasema haleluya, tunasikia kuna neema kanisani. Hiyo neema ilidondoka kutoka mbinguni. Hiyo neema ilitoka kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wewe saa 8 usiku kuu umelala umengorota, blue band zimeteremka huko. Haleluya. Sasa hiyo sisi tuko nje kwa bari. Rika baganda riba shanda rima. Bwana tunabarikisha huyu mama, tunabarikisha huyu mzee, nabarikisha huyu mtoto, nafungua ndoa yake na lakini kazi Mungu na hapa. Kazi na hapa alitupea kazi ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama akamlisha Elisha mtumishi wa Mungu, Elia mtumishi wa Mungu. Kopo lake la mafuta likaongezeka, nyungu yake ya unga ikaongezeka. Pastor, umeniombea hapa kanisani miaka 2, miaka 3, sijaona mabadiliko. Omba hii tabia ya huyu mwanamke wa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kusalimia mtu, mwambie apostle anasema tafuta tabia ya huyu mama, acha kumsumbua. Na ukifanya kama huyu mama wa Sarepta, basi kipindi ambacho watu wengine wanateseka, ukifanya kama huyu mama vile alifanya, wakati watu wanateseka, watu wanahangaika, wanasema wao kuna njaa, Kenya ni mbaya, wewe unasema Kenya ni mzuri. Watu wakisema uchumi imepanda, unasema uchumi imeteremka. Watu wakisema watu wanalia, wewe unasema mimi nafurahi. Kwa nini? Uko na hii tabia ya mwanamke. Wakati watu wanalia, wewe utakuwa unafurahi. Wakati watu watakuwa wanaomboleza, wewe utakuwa unashukuru Mungu, kwa sababu kuna namna ambavyo Mungu atatumana kwa ajili ya maisha yako. Kuna namna ambavyo Mungu atainua watu kwa ajili ya kukushika mkono. Tatizo ni kwamba hiyo kusacrifice, hatuna hiyo kujisacrifice. Haleluya. Hata wale wachungaji wa kweli, hata wale manabii wa kweli tumeshindwa kuamini. Tumeshindwa kuamini ule Mungu anayetumika ndani ya hawa watu. Huyo mama akamwangalia Elia, akajua huyu mtu huyu si wa kawaida. Huyu ana Mungu ndani yake. Akampokea na maisha yake kabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa ni kitu gani alichofanya huyu mwanamke mpaka akafikia hatua ya yeye kuishi vizuri? Ni kitu gani alifanya mpaka akafikia hatua ya yeye kuishi vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Alifanya nini? Ile hiyo Wafalme, hebu tuingie hapo 17:7 anasemaje? Kwa ufupi haraka. Hiyo Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 7, 17 chapter 7. Baada ya muda kile kijito kilifanya nini? Kikakauka. Kikakauka kwa sababu ya mvua. Haikufanya nini? Katika nchi. Number 8. Kisha neno la Bwana likamjia. Likamwambiaje? Ondoka. Enda Sarepta ya Sidoni. Na ukae huko. Tazama nimemwagiza mwanamke mjane katika sehemu wa huko akulishe. Haleluya. Basi akaondoka akaenda Sarepta, hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane
alikuwa akiokota kuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2. Unasikia, kuni ngapi? 2, ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tufe. Elia akamwambia, usiogope, nenda kafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate kidogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapungua wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupungua wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha Elia. Sasa turudi hiyo mstari wa 13. Tusome hiyo verse 13. Elia akamwambia, usiogope. Nenda nyumbani. Ukafanye kama ulivyosema. Lakini kwanza unitengenezee mimi kwanza mkate mdogo kutoka vile ulivyo navyo. Kisha uniletee. Na ndipo utayarishe chochote kwa ajili yako na mwanao. Alafu baada ya kuniletea utayarishe baadaye na mwanao. Niko na swali nikuulize. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mara ngapi huwa unamtanguliza Mungu kwanza alafu wewe unakuja kufanya mambo yako baadaye? Ni mara ngapi huwa unashughulika na mambo ya Mungu kwanza alafu yako yanakuja baadaye? Mara nyingi wa Kristo Mungu tunamweka namba 2 baada ya kufanya mambo yetu kwanza. Huyu mwanamke aliambiwa nenda ukamfanyie nini kwanza, alafu ukishamaliza jitengenezewe na mtoto wako mkule. Hapo ndio shida wa Kristo tuko nayo. Hiyo tabia ya huyu mwanamke hatuna. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu kwanza, mambo mengine, lakini hatuko namna hiyo. Ndio maana unaona hata wachungaji mimi wale wanapiga hela kwa ma-TV na wapi, si walaumu, kwa sababu na nyinyi mlijitangulishia mambo, mlishindwa kusimama na hizo. Wewe unafikiri pastor atatoa pesa kulipa hiyo rent 300,000 per month? Anatoa pesa kulipa? Mtapigwa hela hapo vizuri na mtatoa tu. Anakuja hapa anasema naona makaburi imefuatana kwenda makaburi 8. Ukiangalia unakuta ni ukweli. Anakwambia naona wengine wawili wanakuja. Sasa Mungu anasema wale watasimama na tabia 2020 hapa, hizo makaburi zitaondoka. Utatoa ama utatoa? Utatoa. Halafu ile halali ulifaa kutoa hapa labda ni 500 ama 1000. Na umefundishwa mpaka na hutaki kutoa hiyo. Lakini 2020 ya kukoniwa lazima utoe. Na mimi naomba mkoniwe kabisa mpaka mshike akili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukoniwe kabisa mpaka ushike akili. Kwa sababu hata mkifundishwa neno kama hili la kweli hamtoi. Hamsupport hizo huduma. Si kwa ubaya. Kila mtu ana neema yake. Imagine umeacha kanisa hapa, ukapanda ndege ukaenda Mombasa. Umepanda gari hapa, ukaacha watumishi wa Mungu hapa, ukaenda Nigeria. Mimi kwa hiyo kanisa huwezi rudi. Ni kama Kenya hakuna wachungaji. Tumeenda Nigeria. Kwani Kenya hakuna Mungu? Tunaenda Nigeria. Na ukienda hiyo Nigeria mkirudi tunawaona tu maisha yako vile vile tu. Tunaona ile ukora ya Nigeria mnaanza kutabiriwa na ile ukora ya Nigeria. Naona 1985. Yes, man of God. Naona your boyfriend 1985. Sasa your boyfriend na shida yenye uko nayo zinaingilia nanga wapi? Zinaingilia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Daktari akikupima anakwambia uko na malaria. Na ili upone tumia hii dawa. Daktari hawezi kwambia naona ukiwa Kakamega, naona ukiwa Kisumu na ukaongatwa na umbu. Na hiyo umbu ilikungata, naona ni ile bujike. Na kutoka hapo ukaanza kusinizi, ukaanza kusikia baridi.
Na kutoka hapo ukakuja Nairobi. Baada ya Nairobi umekaa siku 2-3 ukashikwa na malaria. Hawananga hiyo process, wanakupima uko na nini na malaria. Dawa yake ni hii. Full stop. Bwana Yesu asifiwe. Unasema Bwana nifungue macho ya rohoni, ili niweze kukujua na kukuelewa zaidi. Na niwe na tabia ya huyu mwanamke. Sasa unaona hiyo tabia ya huyu mwanamke, alikubali kutoa chakula chake kipindi ambacho haleluya amebakiwa nacho kilikuwa kidogo. Amekubali kutoa hicho chakula wakati chakula chenye alikuwa amebakiwa nacho ni kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana pale tunarudi kwa wachungaji wanaohubiri kwa gari, unawatolea mbao. Unampea ati mchungaji aende akunywe maji. Halafu unaenda hapo town unanunua sijini ile baga. Ni baga ama ni fisa? Baga ndio. Hii ulikuwa na vile jamaa alishikwa alikuwa anapeleka inaitwa pizza. Inakuwa ni samaki. Inaitwa pizza. Na ndio iko market, iko shows of media, pizza kila mahali pizza sio pizza. Nenda ulete ujeke hapa usipoiweka free. Kwa nini? Imeshaoza. Sasa swali hapo iko kwa friji na imeingia kwa mwili mahali kuna asidi. Sasa kama inaweza nuka kwa siku 2 ikiingia kwa tumbo. Ndio maana watu milioni makaratasi. Si nimesema sasa ile milioni ya watu wengi ni baluni. Haleluya. Na unakuta mtu ameenda amefungua kitu na watu wote wanakula. Alafu ukishagiwa ile unga ya mutamba hauwezi kula. Unasema eti hiyo unga siwezi kula unga ya mutamba. Na hiyo ndio imekulea mpaka sasa. Wewe nyumbani Kioko ulilelewa na unga gani? Kulikuwa na ile ya kutoa maganda eti grade 1 na grade 2. Si ilikuwa inasia kwa tu vile imetolewa kwa maji. Na si mlikuwa mnakula hata bila boga. Mbona Nairobi ya mwezi siaga hiyo unga mkakula? Marengo. Hiyo pizza mbwa hawezi kula. Mbwa ikolangi. God forbid. Ngoja mbwa ikolangi hiyo pizza. Alafu binadamu anaku. Alafu umetoka hapo umepeleka unasema naenda zangu kula pizza. Haleluya. Watu wa siku hizi wamekuwa wajanja kuliko hata Mungu. Wenye wanaweka waya kwa meno. Wanaweka waya kwa meno. Na hizi waya zinakuanga ni za nini? Kuweka meno pamoja. Kuweka meno pamoja? Hizo waya mnaekanga za kuweka meno pamoja? Ngoja nikuulize swali. Mungu akisema zimezi zikiwa hivi, alikuwa mjinga? Si alikuwa na sababu? Wao wanarekebisha, Mungu anamwambia Mungu zilifaa zimezi zikiwa hivi. Hazifai kuwa hivi. Zinaweza kuwa eti zinakuwa? Eti na diet. Unajua hiyo uwezi kula mfupa. Ngoja. Hiyo meno ikimea haikwangi strong. Kwa nini hapo? Hiyo shida ya meno watu wako nayo ni hizi vyakula mnakula. Ni hizi chakula mnakula. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii unaniambia eti sasa uko na miaka hiyo uko umeshaanza kung'oa meno kwa mdomo. Unang'oa meno ukipeleka wapi? Meno wewe kitambo wewe sasa nyinyi ni watoto wadogo nyinyi. Labda huyu hapa. Kitambo nyinyi kitambo watu meno za watu zilikuwa zinaoza. Kitambo mimi nilikuwa nakula paketi nzima ya koo, zile koo zilikuwa zinakaa shilingi na rarua yote. Na sikuharibika meno. Sasa jaribu. Mnadanganya hapa mnanunua blueband mnapaka kwa mkate. Nani mwambie ni blueband? Ungejua hiyo kitu vile inatengenezwa. Unaona unachukua ile roiko kadogo kale kanatoka roiko kipi. Unaweka ndani. Ungeenda hapa Dar uone vile hiyo kitu inatengenezwa. Huwezi kula. Eti unaambiwa eti ni beef. Nyama. Wajinga ndio waliwao. Kekundu. Beef unaweka kwa nyama eti inakuwa beef. Ni tunaishi kwa neema. Tulikuwa tunaongea na Joshua jana akaniambia mtu akikunywa hii maji hapa nje, sasa kuna watu wakikuja hapa kukunywa hii maji tunakunywa hapa. Kofi ni endedeni. Maana miili yao ni inakaa broiler. Blue band. Haleluya.
Lakini Mungu si anatusaidia. Sukuma imekuzwa na sewage, mafi imefanya sukuma mpaka ikakua. Na unakuja unachemsha. Ndio maana wewe unakula sukuma inakuwa kali. Ulisikia sukuma ikiwa kali wapi? Wapi? Na nyumbani sukuma hata sukuma nyumbani unageuzanga 1 2. Unaikula unasikia wow. Mpaka jirani anajua umepika sukuma. Hii ya Nairobi. Sukuma ya Nairobi unachemsha. Hata hiyo sukuma ukitoa maganda ukichapa na mtoto unamuua. Hiyo miti. Hayo makiwa yuko karibu. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo tabia tukaendelea nayo, ndio maana tumekuwa na hizo. Mimi nimeanza kusikia kansa juzi, kansa. Na hizi majimo tunakula. Nimeona Israeli wametengeneza nyama, wanatumia hii nani ya migomba. Migomba ikikauka, hiyo mavitu sio wanafanyaje, wanaisiaga na inatoka nyama kabisa na inauzwa kwa butcher, unakatiwa na unaenda kupika kama hivi kawaida. Ndio wakati nyama kabisa wametengeneza nyama yao. Watena wakikula chura, wakikula nyoka mnawacheka. Ile wanakula nyama, ile ni nyama real, nyama kabisa. Unaona na macho. Kitu unaona na macho, hii ni nyoka inakata hivi unatoa sumu unakula, hii ni chura unaacha. Unaenda kutengenezwa nyama ya migomba na una. Uko serious? Alafu hawa watena wametengeneza mchele ya plastiki. Ukichota hivi ukiweka jikoni mnakula watu 8. Inapoa. Kama zile mahindi za popcorn. Na mili ya watu wengi kwa popcorn. Na ukitaka kujua, unaenda pima mtu na kilo. Mimi nikipima kilo yangu na utakimbia. Vile unaona nimenona hivi nikipima. Hai. Maana mimi nimenona mifupa, wewe umenona nyama. Haleluya. Na msiweke kwa social media, mimi siongele ya nani. Mimi ninafundisha. Naweza kuja kuweka kwa TikTok mkasema nimesema watu wamenona. Mimi naongea kuhusu neno. Najua watu wanaweza elewa opposite. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa huyu mwanamke alijitoa sadaka. Huyu mwanamke alijitoa sacrifice. Alijisacrifice uhai wake na mtoto wake kwa ajili ya kusimama na nani? Na mtumishi wa Mungu. Nataka nifundishe nini? Ni mara ngapi tumejisacrifice kwa sababu ya kumtumikia Mungu? Ni mara ngapi umejisacrifice kwa sababu ya kumtafuta Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Mungu unayemtafuta unatafutwa na mchungaji. Si wewe unamtafuta Mungu, ni mchungaji anakutafutia huyo Mungu. Haleluya. Mpaka mchungaji akuelezee vile utafanya ndio ufanye. Na Biblia hiyo uko nayo ndio hiyo mchungaji anatumia. Huyo roho anayenisaidia ndio huyo roho atakaye kusaidia. Lakini hauna time. Wewe pastor omba kesha wiki mzima, andaa maandiko niletee mimi kazi yangu nikukwambia tu amina mchungaji. Amina mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mwanamke alikuwa ni mama mjane. Hakuwa na chakula, alikuwa pekee chakula wakule waishi, lakini akasema hivi, kweli hata nikikosa kumbe mtumishi wa Mungu, si kama nikukufa nitakufa tu. Si ni sacrifice nimejaribu huyu Mungu. Si ujitoe kumjaribu huyu Mungu uone kile Mungu atakufanyia. Si utoe muda wako kwa kumtafuta Mungu uone kama Mungu atakujibu. Si uwe na muda wa kumuomba Mungu usiku na mchana uone Mungu kama atajibu maombi yako. Si uvae kiatu wewe mwanamke ukae kama wewe mwanamke, useme nimetoa mwili wangu sadaka kwa Bwana. Nimetoa muda wangu sadaka kwa Bwana. Uone matatizo yenye uko nayo kama Mungu hata yaondoa. Haleluya. Wewe unataka tu uwekelewe mikono. Unaekelewa mikono. Utakuja kuwekelewa mikono mpaka hiyo nywele zitakataa kumea. Haleluya. Unamwambiwa tunamwagiwa mafuta, kila kitu mafuta. Niliona mahali pengine tu, nilipita hapa Kaloleni tu, nikakuta mtu anafanya maombi. Sasa wanafanya maombi. Wakifanya maombi, hii dunia imeharibika. Mimi naomba Yesu akuje tu haraka. Wanafanya wakifanya ibada ya maombi hivi. Nikaona kwanza before ombe mzee huyo pastor akatoa mafuta, akawapatia kwanza kwa mikono, unachukua kwanza unaweka kwa ulimi. Alafu unachukua unaweka hapa, unaweka hapa. Alafu kingine unajipaka. Alafu sasa ndio mwanze maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huo si ni uganga. Ni uganga huo. Ukiambia huyo mtu hata neno hajui. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sasa baada ya kumaliza hiyo sasa ni maombi wanaoa. Tunamaliza. Na ukiangalia wenye wanaua wao ndio wanafaa kuuliwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Toa muda wako kwa ajili ya kumtafuta Mungu. Tumikia Mungu kwa muda wako.
tumikia Mungu kwa pesa yako. Tumikia Mungu na nyumba yako. Kuwa na mpatie Mungu nafasi ya kwanza kwenye maisha yako. Kilichofanya huyu mama akasaidika, kilichofanya huyu mama akapata unga na mafuta, alisacrifice chakula chake na mtoto kwa mtumishi wa Mungu. Sikwambia unipatie nyumba yako mimi, sikwambia unipatie gari na shamba. Bwana Yesu apewe sifa. Muweke Mungu nafasi ya kwanza. Amen. Haleluya. Si hata hapa tunapata na hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utakuta yeye pata na talipa nyumba yake kwanza, hapo anakuja kulipa ya Mungu baada okoka leo. Leo nataka uokoke. Je, hujaokoka? Jina la Yesu libarikiwe. Si mimi nawaambia tu kweli. Kwa nini tupite mbali badala ni kwa nitoe mfano na wewe? Unaenda unasuka nywele nzuri na kusuka sio vizuri, sio vibaya. Haleluya. Alafu ile agreement uliweka na Mungu haujatoa. Hapo unakuja kaza, baba, unapowazuru wengine naomba usinipite. Atakupita tu ukiwa hapo. Atakupita ukiwa hapo tu. Na ninakwambia hata kuongelesha. Kama alipita Bartimayo, atakupita ukiwa tu hapo na kuona. Kwanza atajifanya na sehemu pako mbele umekula makamasi. Baba, unapowazuru wengine naomba usinipite. Haleluya. Ulimbadilisha Ibrahimu jina na mimi nibadilishe. Tutakuona na hiyo jina tu. Mpaka wakati utavaa kiatu na tabia za huyu mwanamke ndio jina lako litabadilika. Amen. Na jina lako halitabadilika kwa kuombewa na mchungaji. Jina lako halitabadilika, haleluya, na kutabiriwa. Jina lako litabadilika na wakati utakubali kubadilisha hiyo character. Haleluya. Wangapi ananiambia amina amina amina. Geukia mtu mwambie wakati tabia yako itabadilika. Haleluya. Ndio utamuona Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Wakati utabadilisha hiyo tabia, ukae kama huyu mwanamke, maisha yako ndio yataanza kubadilikia hapo. Basi wacha kunisumbua mimi. Mimi wewe sumbua wachungaji wengine. Mimi wewe utanisumbua na hiyo. Uzuri sasa mimi ni mjuaji. Kuna kaujanja Mungu alinipea karohoni na kuombea hivi na kupima, najua ndani ya huyu mtu. Huyu hata ombangi usiku, hata hawezi funga. Na mimi nakuombea Bwana akubariki, akutendee mema, lakini toba nasema Mungu, simfanye kitu tu ajue kuomba. Haleluya. Wote nibebesha mshukuru na sasa tunaenda hivi. Mpaka unatembea umechanganyika juu ya kufunga na kuomba. Na wewe uko tu hapo umekula, umenona, umekaturika bashanda. Wewe, nitaambia Mungu afanye kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ile level umefika sasa ya kiroho, wewe si mtu wa kuombewa. Ile mafundisho nimewafundisha hapa, wewe si mtu hata kuwekelewa mikono. Wewe ni mtu ambaye unafaa kuinua wengine, kuwaonyesha imani ambayo inayotenda kazi ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii kanisa ningetaka iwe imejaa mpaka ubara watu tumebomoa huko kwingine kote huko tumenunua kote. Ningekuwa na hata sasa ningetaka kuendesha gari hapa naendesha. Hii mafuta nitawauzia hapa na mtanunua. Hata hizi kalamu. Ai. Na hiyo pia tu naweka, nakwambia ukisaini ukiandika tu kitu hivi imepita. Na nauza 1500. Kitambo mwaka ishe. Sitakosa milioni 4. Nimetembea na gari ama sijatembea na gari? Alafu mimi naenda nalala nyumba ya kifahari. Wewe unalala yenye unaingia hivi unainama hivi kama zile za Wamasai za matoko. Na pesa yako ndio umeleta kwa madhabahu. Haleluya. Unaleta pesa hapa, pasa ananua magari anafanya nini? Alafu nyumba yako kukinyesha unakaa juu ya mabati. Hata ndani ya kufanya. Jina la Yesu libarikiwe. Yaani ukisikia tu dalili ya mvua unaanza sema glory be to God. Baba unikumbuke. Leo sioni kama nitalala Mungu. Hasa hiyo pasta yeye analala mpaka kuna ukuta huko mahali analala huko pasta kuna mpaka security ya kuchunga maji isiingie kwa nyumba yake. Hivi kweli ni haki? Wewe utoe pesa pasta anazidi kutajirika na wewe unazidi kuwa maskini. Hapo kuna Mungu anafanya kazi hapo. Wewe tusidanganyane. Tusidanganyane. Na wako wachungaji wanatajirika kwa halali kabisa. Na wewe ndio unatoa pesa. Na wewe unakosa kutajirika na ile sadaka una support na madhabahu kwa sababu Mungu hata anapotaka kuja kukubariki anaona umefunga roho yako. Tabia zako hasiruhusu Mungu akubariki. Hiyo character hairuhusu hata Mungu akubariki. Ndio maana niwaambia sana wachungaji wengi wanakulanga baraka za washirika. Kwa nini? Zinazunguka Mungu anajaribu ni wapi ataka pasa kula na hiyo. Biblia inasema kwenye baraka za Mungu mtafuta mwenye haki simkalie wapi? Zikikosa hauna haki zinarudi. Tunajenga kanisa kubwa. Inapendeza kama nini. Alafu kwa hata ukiingia unaingia na gamboti. Mtoto wa nyoka ni na mtoto wa mbwa
na mtoto wa paka? Machungwa inazaa ndimu na maembe inazaa avocado. Kwa nini kanisa lijengwe uzuri liendelee mchungaji, alafu wewe mshirika mwenye unasupport kwa hiyo madhabahu hauona mahali umetajirika? Sasa shida si mchungaji, shida ni wewe. Kwa sababu tabia yako haijakubali kubadilika. Hata zile dhabihu mnatoanga kwa madhabahu, hamtoangi kwa sababu mnataka kumtafuta Mungu. Mnatoanga hizo dhabihu, hizo dhabihu utajirike ndio muanze kuwakomoa wale mawe mtajua sasa. Naye Mungu alete hiyo baraka. Ndio maana walipokula mkate walitaka Yesu awe mfalme wao, kwa sababu walitaka wapate kitu cha kuwadefend. Mnatoa sadaka, mnatoa ndio ni vizuri, lakini hamtoi kwa sababu ya kutafuta ufalme, mnatoa kwa sababu ya kutafuta mikate, utajiri. Badilisha your character. Change your character. Amen. Anza kumtafuta Mungu kiroho. Amen. Saa inakuja na saa ipo, waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho. Na sasa ni sasa hivi. Si kwani ni kesho, si ni sasa. Anaposema ni sasa si kesho, ni sasa hivi ndio tuko hapa. Saa iko na saa iko duniani. Waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho. Kumwabudu halisi ni kumwabudu kimwili. Sasa Mungu anataka tumwabudu kiroho. Tumwabudu tukimaanisha. Sasa hapo unakuja kanisa hapa saa 4 alafu unaniambia tunapenda Mungu. Wewe acha hiyo. Kwanza acha mwe mnaangalia siku hata nafanya deliverance wale wamekuja saa 4 wote mnawapeleka kwa ofisi huko. Saa 4 unakuja saa 4 saa 4. Alafu mimi hapa nimekuwa hapa 5 na si 5. Saturday ni silalangi. Saa 9 saa 8 nilikuwa maombi mpaka saa 10. Alafu nikapumzika kidogo saa 11 niko hapa. Hapo unanikujia saa 4. Na unakuja kama mwizi ndio nisikuona unakuja tu unakaa haraka. Ukiitwa kesha hapa uonekane. Ukiitwa maombi ya Wednesday hapa huonekane. Wewe kuja tu pasa kidogo. Mimi labda mgeni jaribu nipigie simu yangu niambie nikuombe na unakuwa hujangi kesha hapa. Jaribu. Kama hiyo simu itaingia hata haitaingia, haitaitana. Utapiga utasikia iko busy. Yule anaweza piga ingie ni mtu mchanga kiroho ama mtu mwenye ameomba imefika mahali akapiga, Mungu anafungua hiyo simu yangu sasa ukipiga inakuja kwa sababu huyo ameomba imefika hapo sasa ameelewa anahitaji backup. Sasa siku moja utakuja kuniambia hata gasi yako imekataa kupika na inawaka. Nije nikutengenezee. Hallelujah. Ama ni pasta hebu hii gasi imagine inawaka lakini haipiki. Sasa pasta na gasi zinaingiliana wapi? Hallelujah. Sasa hiyo utakuja niambia pasta, haki siku hizi hata nikinunua nguo nikivaa sipendezi. Sasa ndio mtu mwambie badilisha character. Badilisha tabia. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na tabia ya huyu mwanamke, yale mambo ambayo yamekuwa na uzito kwa maisha yetu yanaondoka. Yale mambo ambayo tunapitia mazito na magumu, Mungu anayaondoa. Ni ombi langu ya kwamba baada ya ibada hii Mungu atakupea hiyo neema kwa jina la Yesu. Amen. Ya kwamba ile tabia ilikuwa na huyu mwanamke ikazaliwe ndani yako kwa jina la Yesu. Ile neema ilikuwa na huyu mwanamke. Zile tabia zilikuwa na huyu mwanamke. Ili tuweze kupata baraka, ninaomba hiyo tabia izaliwe ndani yako. Amen. Naomba hiyo tabia izaliwe ndani yako. Amen. Na kuombea Mungu hiyo tabia izaliwe ndani yako katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Thank you Jesus. Asante Mfalme. Asante Mtakatifu. Nataka kwa dakika moja umwambie tu Bwana, hii tabia ilikuwa na huyu mwanamke. Ninaitamani sana Yesu. Ninatamani hiyo tabia unibadilishie. Nibadilishie tabia. Nibadilishie tabia. Hallelujah. Are you ready to pray now? Uko tayari kujiombea tabia yako ibadilike? Uko tayari na hilo? Hallelujah. Nitengeneze niwe wako, nitengeneze niwe wako, nitengeneze niwe wako, nitengeneze niwe wako, niwe wako, nitengeneze niwe wako, niwe wako, nitengeneze niwe wako,
niwe wako nitengeneze, niwe wako unitengeneze, niwe wako nitengeneze, niwe wako unitengeneze, niwe wako nitengeneze, niwe wako. Mwambie tu Bwana nitengeneze, unitengeneze, niwe wako nitengeneze, niwe wako. Bwana nitengeneze, Yesu nitengeneze. Mwambie Bwana nitengeneze, unitengeneze, nikae nawe, nitengeneze, nikae nawe. Yesu Jesus, tengeneze niwe wako, tengeneze niwe wako, unitengeneze, niwe wako, nitengeneze, niwe wako. Nikae nawe, nitengeneze, nikae nawe. Niwe wako, nitengeneze, unitengeneze, nikae nawe, nitengeneze, nikae nawe. Wanatengeneze niwe wako, nitengeneze niwe wako Bwana. Niende nawe, nitengeneze, niende nawe. Niwe wako, nitengeneze, unitengeneze, niende nawe, nitengeneze, niende nawe. Bwana tutengeneze tuwe wako. Unitengeneze, niwe wako, nitengeneze, niwe wako. Unitengeneze, niwe wako, nitengeneze, niwe wako. Tuko dakika moja na mbele za Bwana. Mwambie Bwana nitengeneze, niwe na tabia kama ya huyu mama. Oh my Lord, tabia ambayo ilibadilisha maisha yake, tabia ambayo ilichange lifestyle za yule mama. Mwambie Bwana ninaomba hiyo roho izaliwe ndani yangu. Mwambie Baba naomba hiyo roho izaliwe ndani yangu. Huyu mwanamke aliyempokea mtumishi wako Elia, akasacrifice uhai wake, akasacrifice maisha yake, akasacrifice chakula alichokuwa nacho kwa ajili ya mtumishi wako Elia. Tunaona lile kopo la mafuta alikupungua, tunaona ile jungu ya unga haikupungua. Bwana tubadilishe na sisi, hiyo roho ikazaliwe ndani yetu. Tunatamani Bwana kuwa kama yule mama, tuwezeshe Simba wa Yuda. Tusaidie Bwana, Roho Mtakatifu tusaidie kubadilisha tabia zetu, kubadilisha utu wetu wa ndani. Tusaidie Roho wa Bwana, tusaidie Roho Mtakatifu kubadilisha utu wetu wa ndani, kubadilisha tabia zetu. Ombe Roho Bwana tusaidie, ombe Roho Bwana nisaidie kubadilisha tabia zangu, kubadilisha mienendo zangu, kila mwenendo ambao nimekuwa nao ambao kufa mbele za Bwana. Roho Mtakatifu nisaidie kubadilika, nisaidie kubadilika. Nilikuwa mtu ambaye sina imani, nilikuwa mtu wa kutenda dhambi, nilikuwa mtu mwenye kiburi, nilikuwa mtu ambaye nimejaa gospel, nimekuwa mtu ambaye sina unyenyekevu, nimekuwa mtu wa hasira nyingi, nimekuwa mtu wa kutokusamehe. Roho wa Bwana nibadilishe, Roho wa Bwana nisaidie kubadilika, Roho wa Bwana nisaidie kubadilika. Ninataka nibadilike ndani na nje, ninataka kubadilika ndani na nje, ili maisha yangu yawe na mwongozo, ili maisha yangu yawe na nuru. Wenda kuna jambo unapitia my sister, my brother, na limekufunga kwa siku nyingi,
Anasema Bwana anataka tabia yako tu ibadilishe. Ukibadilisha hiyo tabia, ukibadilisha mienendo yako, ukibali kushuka na kunyenyekea, ukikubali kutubu dhambi na makosa yako, Bwana ataachilia baraka. Ukiweza kumpatia Bwana Yesu muda, ukiweza kukubali Mungu, hata wale maisha yako, hata wale muda wako, hata wale kazi ya mikono yako, utaziona baraka. Anachongojea Mungu kwako, anangoja tu ubadilishe tabia. Shakabaganda riba shada, rekabaganda riba shada riba boya, rekabaganda riba shada riba, rekabaganda riba shada riba zaya. Bwana tusaidie, Roho Mtakatifu tusaidie, Roho Bwana tusaidie, Roho Bwana tusaidie. Tubadilishe mienekano yetu ya nje, tubadilishe mienekano yetu ya ndani, tubadilishe utu wetu wa ndani, tubadilishe tabia zetu nje pamoja na ndani, katika jina la Yesu wa Nazareti, ili tukazipokee zile baraka. Shakabaganda rekabaganda riba, rekabaganda riba shanda, rekabaganda riba puya, rekaraba shanda riba, rekariba shanda riba zaya, rekantare naiboko riba zaya, rekabaganda riba shanda mazaya. Bwana tubadilishie tabia, tusaidie Roho Mtakatifu, tusaidie Roho wa Bwana, tusaidie Roho wa Bwana. Nisaidie kanisa la leo, nisaidie kanisa la leo, wasaidie watumishi wako kubadilisha karakta zao, kubadilisha tabia zao, tufanane na yule mwanamke. Tuwe tayari kusacrifice, tuwe tayari kutoa muda wetu kwa ajili ya Bwana. Tujue ni Yesu gani tunayembeba, tujue ni Yesu gani tunayembeba, tujue ni Yesu gani tunayetembea naye, tujue namna ya kumchukulia huyu Yesu. Tulimchukulia Yesu kikawaida, tunamchukulia Yesu kimazoea. Tuliona Petro mara ya pili alipoona ishara na miujiza, alipiga magoti akasema, Bwana ondoka kwangu, maana mimi ni mwenye dhambi. Nasi tufungue macho, nasi tufungue macho, tusikubebe kimazoea, tusikibebe kikawaida, tusitembee nawe kikawaida. Shakabaganda riba shana akakuvuka, Bwana univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Nataka kuvuka, Bwana univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Bwana nataka kuvuka, Bwana univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Masia nataka kuvuka, Bwana univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Nataka kuvuka, Bwana univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Baba nataka kuvuka, Bwana univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Nataka kuvuka, Bwana univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Jehova nataka kuvuka, Bwana univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Nataka kuvuka, Bwana univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Sayuni nataka kuvuka, Bwana univukishe, nifike ng'ambo, mioyo yetu ifurahi. Sayuni nataka kuvuka, Bwana univukishe,
wafike ng'ambo, mioyo yetu ifurahi. Wazee wataka kuvuka, Baba uwavukishe, wafike ng'ambo, mioyo yao ifurahi. Wamama wataka kuvuka, Bwana uwavukishe, wafike ng'ambo, mioyo yao ifurahi. Vijana wataka kuvuka, Bwana uwavukishe, wafike ng'ambo, mioyo yao ifurahi. Vijana wataka kuvuka, Baba uwavukishe, wafike ng'ambo, mioyo yao ifurahi. Mitume wataka kuvuka, Baba utuvukishe, tufike ng'ambo, mioyo yetu ifurahi. Mitume wataka kuvuka, Baba utuvukishe, tufike ng'ambo, mioyo yetu ifurahi. Nataka kuvuka, Baba univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Jehova, nataka kuvuka, Baba univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Jehova, nataka kuvuka, Baba univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Jehova, nataka kuvuka, Bwana univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Na leo nataka kuvuka, Bwana univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Na sasa nataka kuvuka, Bwana univukishe, nifike ng'ambo, moyo wangu furahi. Inua tu mikono yako juu. Thank you Jesus. Bwana, mimi na wote hawa tuliokusanyika pamoja na wao tunataka kuvuka, na hatuwezi kuvuka bila wewe. Tunaomba tuvukishe ng'ambo ya pili, ng'ambo iliyobeba asali na maziwa, ng'ambo iliyobeba uponyaji, ng'ambo iliyobeba utakaso na urejesho na kukumbukwa tena, ng'ambo iliyobeba nafasi nyingine tena. Bwana, tumesikia neno lako kutoka wakati wa Bible study mpaka sasa. Mafundisho haya yanatufundisha namna ya kutubu na kukurudia, yanatufundisha namna ya kubadilisha karakta na mienendo yetu. Tumegundua tumejifungia baraka nyingi sana, ni kwa sababu hatujakuwa na ile tabia aliyokuwa nayo yule mama. Oh my God, tumegundua tumejifungia baraka nyingi, maana hatuja kutambua kama vile Petro alipokutambua baada ya ishara ya miujiza ya zile samaki. Mungu, Mfalme, Bwana wa amani, Simba ulio wa kabila la Yuda, tunakuomba jioni hii ya leo, tusaidie watumishi wako, tusaidie kama kanisa. Mungu wa mbinguni, tukaweze kuwa na ile tabia ilikuwa na ule mwanamke, ili Baba yangu na Mungu wa mbinguni, tukazione baraka kwenye maisha yetu na ushindi. Kuanzia leo ninaamini tabia zetu zinaenda kubadilika, mienendo yetu inaenda kubadilika, na imani zetu zinaenda kukua kwa kiwango kikubwa kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa ajili ya neno hili, limekuwa la baraka, limekuwa la ushindi kwenye maisha yetu. Kwa jina kuu takatifu la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, nimeomba na atakuamini. Na watu wote tuseme amen. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Unaweza ukaketi.
tunapoenda kuahirisha sasa ibada yetu, ama tunapoenda kutamatisha ibada yetu, msalimie jirani yako, mwambie tabia yako lazima sasa ibadilike. Haleluya. Mwambie tabia yako sasa lazima ibadilike. Unamwonaje? Unaona kama neno limembadilisha kidogo? Bwana Yesu asifiwe. Unaonaje kama amebadilika kidogo? Ukiona hapo anacheka na anaanza kucheka, yeye amebadilika kidogo. Haleluya. Na kuombea Mungu akupee muujiza ule aliyobadilisha divai kuwa maji katika jina la Yesu. Ninakuombea Mungu akupe muujiza aliyobadilisha wale samaki na mikate miwili, wale samaki wawili na mikate mitano ikawalisha zaidi ya watu 5,000. Unapoenda kubadilisha tabia yako, haya lazima yatatokea katika jina la Yesu. Ya kwamba hata kile unachokiona kikiwa kidogo kwako, Mungu ataenda kukifanya kitenda kuwa kikubwa. Tabia yako ikibadilika, kuna vitu nyingi sana Mungu atabadilisha. Kuna uwepo wa Mungu utaanza kutembea kwenye maisha yako. Kama samaki watano, kama mikate mitano na samaki wawili wanaweza lisha wanaume 5,000, wanawake hatujaongeza na watoto, na wanakula mpaka wanasasa. Maanake tukimwamini Mungu na tukijua kutembea na Yesu na kujua kunyenyekea na kutubu dhambi na makosa, kuna miujiza Mungu atafanya mikubwa kwenye maisha yetu. Si Mungu akupe hiyo neema. Si Mungu akupe hiyo upako katika jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Amen. Salimia watu watatu, waambie hiyo ni yangu katika jina la Yesu na nimeipokea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Linaitwa neno la Mungu, linakata pande zote kuwili, linang'ata, linapulisha, linabomoa. Amen. I hope mpaka hapo umebarikiwa. Kama hujabarikiwa, don't try me. Bwana asifiwe. Wewe ndio uko na shida, si ndio? Kama hujabarikiwa my friend, hili hata nikikufundisha hata nikaenda mpaka asubuhi hautabadilika. Ila kama kile nimekufundisha kutoka asubuhi mpaka sasa utakichukua na uzito, maisha yako yatabadilika. Nataka uandae sadaka yako. Nataka tukamtolee Mungu sadaka zetu, tukakamilisha ibada yetu kwa matoleo. Bwana Yesu asifiwe. Na usimtolee Mungu sadaka kimazoea. Usimtolee Mungu sadaka kikawaida. Change your character. Hallelujah. Sikuwa naongea hii kwa sababu nataka utoe. Hapana, hallelujah. Ninajaribu kukufundisha namna